Yes, mambo ni gani? Bila shaka uko vizuri kabisa. Tukiwa tuna mizuka tele kabisa kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Tunakutana tena katika tutorials zetu kama ilivyo ada, katika harakati za kuongeza maarifa ya hapa na pale juu ya kutumia DAWs mbalimbali ama software hizi kwa ajili ya audio production, kukuza vile ambavyo tupo navyo kama sehemu ya vipawa vyetu. Na leo nataka nielekeze ni namna gani ambavyo unaweza ukatumia sauti yako kutengeneza instrument. Yani sauti yako unaitumia kutengenezea instrumento. Kwa namna gani? Basi hicho ndicho ambacho nimekikusudia. Sasa nina voko yangu hii hapa ambayo nimeingiza hapa kupitia Adobe Audition, yenye inasema tuiplay hapa usikilize. Bila shaka umesikia namna ambavyo ina soundi. Sasa mimi hapa cha kufanya nina-normalize ili pate kuinuka kidogo, isikike ikiwa powerful like bila shaka umeisikia. Na save hiyo. Sawa na cancel. Voko yangu ni hii hapa kama ambavyo tunaiona. Sasa jinsi gani sasa nitaitumia hii kwa ajili ya kuweza kutengeneza hiyo instrumento? Nitakachokifanya nitafungua FL Studio. Sasa FL Studio 21 hapa. Namna gani mashine inaniletea uzito? Ngoja nifanye setting kwenye audio. Naona driver haijasoma ile, so nitaiseti kwenye line 2 hapa moja kwa moja. Hapa bila shaka itakuwa iko sawa. Sawa, hapa inasoma vizuri kabisa. So yes, kama ambavyo naona hapo FL yetu imefunguka namna hii hapo. Na kitakachofuata sasa hapa ni zoezi la kuifanya ile sauti yetu ipate kusoma hapa moja kwa moja. Ni kwa namna gani sasa tunaweza tukafanya hivi? Cha kufanya hapa nitaenda kuichukua ile sauti yangu ya niweke kwenye sample pack hapa ili niweze kuichakata, si ndio? Kwa hiyo jinsi ya kuichakata nitakachokifanya, nitaichukua kisha nitaileta moja kwa moja kwenye FL Studio. Nitaiweka hapa kwenye sehemu ya sample zingine. Hii hapa inaonekana hapa, nikiklik meisikia. Kwa hiyo naichukua naihamishia hapa kwenye step sequencer ili niweze kuichakata. Na hapa natengeneza tempo ya instrumento yangu. Naweka let's say 90, si ndio? Sasa ili niweze kuitumia hii, nita click hii box. Tukiobserve hapa tunaona kuna space. Nitakachokifanya hii space kuipunguza. Naipunguzaje? Nakuja hapa kwenye hii, tunaipunguza space, inakuwa inaanza kwenye starting point kabisa. Sawa Kitakachofuatia kingine mara baada ya hapa ni kuipunguza length ili iwe inapiga shortly, kwenye short kabisa. Yaani ukigusa tu inaachia. Nitakachokifanya mimi nitai out kama hivi, lakini vile vile nitapunguza length, urefu, yani isiwe inavuta yani nikigusa tu iwe inaachia kama hivi. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo baada ya hapo nitafungua piano roll yangu kama ambavyo tunaona. Kwa nikate hapa.
itafute sasa kodi ya kupiga. So ita sound hivi. So na clone tena hii ili nipate nyingine. Sawa? Baada ya hapo natafuta tena cha kupiga hapo. So taichukua hiyo. Sawa, control B hapo kuikopi jirudia. And then itakuwa ina sound hivyo. Sawa, nitaiclone tena ili nipate bass fulani hivi, si ndio? Sasa hapa kwenye bass kidogo nitalazimika kuirejesha urefu ile. Nilikata length hapa ili iwe napiga kwenye short, yani kigusa ina sound. Sasa mimi nitaipunguza, nitairudisha yani iwe ndefu ndefu, nikipiga hii sogee kidogo hivi. Umeona iwe hivyo yani iwe inaenda kwa urefu kidogo. Lengo langu nipate kupiga hiyo. Yes, nipute kidogo na hapa nipute kidogo. Kwa hiyo mpaka hapo tayari unakuwa una uwezo wa kufanya chochote kile yani. Hapo ni wewe tu na sanaa yako. Kwa hiyo
Kwa wale ambao wanapenda kutumia sauti zao kama sehemu ya kuongeza vionjo katika instrumento zao, unaweza kutumia sauti ukafanya hivyo kwa kufinya hivyo. Ukapiga vile ambavyo unahitaji kulingana na melody ambayo uko nayo kichwani. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tuka seti hizi sauti zetu za kawaida kabisa kutumia kama vinanda MIDI katika masuala yetu ya production hapo. Lakini kuna jambo lingine hapo unaweza kuongezea, ukaklik hapa, kuna setting delays hapa kuongeza vitu ni vingi sana yani. Chukue hii hapa, pogo hii hapa unaweza kwa hiyo ni mambo mengi tunaweza ukafanya kulingana na wewe unavyohitaji, lakini hizo pia unaweza ukaikata ukaikata urefu kupitia hapa hivi, ikigusa tu hivyo, simple kabisa. Mimi naishia hapa kwa leo. Tuendelee kujifunza kwa kufuatilia channel hii ya D-Sound 255. Share, lakini pia vile vile usisahau kusubscribe, lengo likiwa ni kuwa na watazamaji wengi zaidi ambao watakuwa wanahusika katika darasa hili kwa namna moja ama nyingine. Each one teach one, namna hii hapa. Good time.